tunaingia kwenye ndoa. Kwa mfano sisi tulipoolewa, uliwahi kukalishwa ukapewa semina kwa habari ya ndoa na wazazi wako? Uliwahi kukaa kwamba wazazi, sasa mwanangu amefika wakati wa kuoa au kuolewa, mzazi akakaa na wewe akaongea na wewe kwa habari ya ndoa? Hamna, si ndio? Ila tu unapofika tu muda wa kuoa, bwana mimi nataka kuoa, nimepata mke, nimepata binti, nimepata kijana, tayari na harakati zinaanza, si ndio hivyo? Lakini kumbe inatakiwa nini? Watu kuwa na elimu ya nini? Ya ndoa. Baki tangu kabla mtu hajaingia na mpaka anapoenda kuingia, tayari aingia akiwa anajua elimu ya ndoa. Kwanza moja, nani muasisi wa ndoa? Hiyo namba moja. Namba mbili, kwa nini tunaoa kuolewa? Umeona? Kwa lazima tujue, ili wewe kesho sasa uwe na elimu nzuri. Hata kesho unapoitwa, jamani naomba ndoa yangu haieleweki, namna ya kwenda kuisaidia hiyo ndoa, usiende kupeleka mahisia yako na mawazo yako. Tumia neno kuishauri ile ndoa. Kama unaelewa sema amen. Sema tena amen. Kwa sasa katika hizi elimu ambazo aina ya elimu, aina ya hekima, haya ndoa nakuuliza ipo kwenye fungu gani kwenye hizi? Narudi kwako, iko kwenye fungu gani? Hata wewe uliyeko online huko live, kwamba ndoa iko kwenye fungu gani kati ya hapa? Mungu, dunia, shetani. Mwingine anasema Mungu, mwingine dunia, mwingine iko kwenye fungu gani kati ya hizi? Kati ya hizi elimu, kati ya hizi hekima? Mungu. Nika zikasema dunia. Mimi naungana na hapa wa Mungu. Tunarudi kule kule kwamba nani mwanzilishi wa ndoa? Aliyeanzisha kuoa hakuwa mtu, ni Mungu mwenyewe. Kama tunaelewa sema amen. Sasa somo letu tunajifunza kwamba kuoa na kuolewa